Haleluya. Sasa Mungu atajibu maombi yako kupitia kwa jina la Yesu Kristo kwa haraka sana. Tumpe Yesu tena sadaka nzuri. Kwa hiyo wakati umepanda milima ya maombi, unapatia mawazo yako yote mbele za Mungu na Mungu anasikia. Kitu moja ambayo inaharibu watu, unaweza kuwa unaomba lakini mawazo yako iko mahali fulani. Midomo inasema Mungu nisaidie, lakini unakumbuka kule barabarani, kule nyumbani, kule kidheri inaungua, unakumbuka na unaomba Mungu. Hiyo sio maombi. Haleluya. Amen. Wakati unapoenda mbele za Mungu, mawazo ya unafunga. Na ndio maana ulifundishwa na mtu fulani, wakati unaomba unafunga macho. Kwa nini unafunga macho? Haleluya. Kwa nini usiombe macho ikiwa hapa? Mwenye aliwafundisha aliwasema unafunga macho, yani unafunga kila kitu. Sasa unaomba Mungu, si ndio? Mwenye alifundisha wakati huo. Lakini unaweza omba ukiwa macho. Kwa nini ukiomba ukiwa macho? Kwa sababu utaona ule ni mrefu, nyeusi, black, green, nini. Sasa utachanganyikiwa. Ndio ulifundishwa funga macho ndio usione mambo nyingine, usiende watu wengine. Mwenye kufundisha kufunga macho alijua, hata kama sijui ni nani, kwa sababu kuna mtu mmoja alifundisha watu hivi. Alikwambia unafunga kila kitu, usione kila kitu, mawazo yako na roho yako iende kwa Mungu. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kaeni vizuri na mnisikie. Hiyo kucheza hapo. Sawa? Attention. Silete mchezo hapo. Asifiwe Yesu. Amen. Nafundisha juu ya maombi. Nafundisha mtu juu ya maombi ili Mungu ajibu maombi yako. Ni wakati roho yako na nafsi yako imeenda mbele za Mungu. Mstari wa 6. Mstari wa 6. Tunaenda kusoma Mathayo 7 kuanzia mstari wa 6. Nasema, msiwape mbwa kilicho kitakatifu, wala msitupe lulu zenu mbele ya nguruwe, wasije wakazikanyanga chini ya miguu yao, wakawageuka na kuwararua. Endelea. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kile aombaye upokea, naye atafutaye uona, naye abishaye ufunguliwa. Hau kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe? Hao akimwomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamwombao? Basi yeyote basi yoyote yatakayo mtendewe na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo, maana hivyo ndiyo Torati na manabii. Tumpe Yesu sadaka nzuri kanisa. Hii ni Yesu anaongea. Anasema ombeni nanyi mtapewa. Yaani we omba na unapewa. Amini tu we unapewa.
unapoomba chochote, anasema chochote, mnapoomba chochote mnapewa na Mungu, kwa sababu umeomba. Mungu ako tayari kujibu maombi ya mtu vile anavyotaka wewe, na Mungu anakutendea wakati unapoomba kwa imani. Wakati unapoenda mbele za Mungu kwa kumimina roho yako mbele zake, na Mungu husikia maombi ya mtu mwenye amevunjika moyo na kwenda mbele za Mungu katika maombi. Mungu pia utuma malaika kukusaidia kuomba, ama kuchukua maombi yako, ama kukupatia kwamba umejibiwa maombi yako. Ya tatu, kuna roho ya Mungu anakusaidia kwa mambo ambaye umeshindwa kutamka, kwa sababu wewe ni binadamu. Kwa hiyo wakati unapoenda mbele za Mungu, Mungu anakupatia nguvu zingine za kupambanua mambo ambazo ni ngumu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anakusaidia katika maombi. Sasa hapa Yesu anasema ukiomba utapewa, na ukitafuta utapata. Haleluya. Anasema ukitafuta utafanya nini? Utapata. Ni kitu gani unatafuta? Unatafuta kitu fulani kutoka kwa Mungu, na hiyo kitu utapata. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Haleluya. Wale wanalala msilale tena, wale wanasinzia msisinzie tena. Tafuta Mungu na yeye atakujibu. Unatafuta kwa maombi na Mungu atakujibu vile unataka. Kama unataka pesa, waambie Mungu, mimi nataka pesa. Unataka biashara, nataka biashara. Ninataka shamba, ninataka shamba. Unataka kazi, unaomba usema ninataka kazi. Mungu, uombe Mungu kwa kujua kile kitu unayesema. Usiende mbele za Mungu kwa ujinga ambayo hujajipanga. Ni lazima ujipange. Nimeomba shamba, nimeomba kazi, nimeomba pesa, nimeomba biashara, nimeomba kubarikiwa na nini? Mungu nibariki, kwa sababu baraka ni nyingi, ili maisha yako iwe sawa. Katika maombi, omba tu, enda mbele za Mungu sana katika maombi, na ndio maisha yako ikuwe mzuri. Na wewe, maisha yako ni wewe. Hakuna mtu anakupumulia. Kuna mtu ana breathe in kwa niaba yako? Kuna mtu anapumua kwa niaba yako? Hata hiyo pumzi kikatika, wewe ndio unaendanga unaitwanga marehemu peke yako. Au itu marehemu na mwingine, ni wewe peke yako. Kwa hiyo saidia maisha yako, utengeneze maisha yako na Mungu, na kuomba Mungu ndio shida yote yatoke wakati unapoomba. Omba sana. Maombi, hakuna kitu kama maombi kwa mtu wa Mungu. Kuna maombi nyingine inazuiliwa na shetani kule juu. Kuna mahali shetani huwa anaishi huko. Haleluya. Kuna shetani wanaishanga kwa hewa huko. Kuna mahali huko wanakaanga huko. Kuna mzungu mmoja alinifundisha, alikuwa anaitwa Wayne Red. Alikuwa ananifundisha juu ya ile planet ziko huko juu. Alikuwa anapapanua vile iko.
Wakati huo nikasikia kwenda huko, nikasema si huko kuna shamba, si naweza kaa huko, kwa sababu alifundisha na kupapanua. Lakini aliniambia kuna mashetani anakaa mahali, na ni kweli. Ukiangalia katika Biblia kuna mahali shetani ukaa, mahali Danieli maombi yake ilikamatwa, ikakamatwa na ikakaa hapo. Kuna mashetani anashikanga maombi ili wewe usifanikiwe. Wewe unaomba na hakuna. Kwa hiyo unataka uombe na kufunga na uombe usichoke, kwa sababu kuna malaika wanapigana juu ya maombi. Moja ni malaika anaitwa Gabriel. Gabriel aliwekwa juu ya maombi kupigana na shetani wakati wewe unapoleta nini mbele za Mungu maombi yako. So anapigana, anahakikisha hiyo maombi imekufikia. Malaika anaitwa Gabriel. Hallelujah. Amen. The same Gabriel ndio alileta ujumbe wa Mary. Sindio? The same Gabriel ndio alipigania Daniel maombi yake kuachiliwa alipoenda mbele za Mungu. Kwa hiyo kuna malaika wameasainiwa kwa sababu ya maombi. Anakuletea maombi, anapigana ndio ujibiwe, na malaika yuko pamoja na wewe. Sasa ni wewe ni kuomba. Unaomba Mungu kwa roho mzuri na uache mambo ya mashetani, kwa sababu ushetani uja katika akili ya mtu. Shetani huongea kwa akili ya mtu. Wakati mwingine unasikia roho yako haitaki kuomba, unasikia hata ukitaka kutaja hakuna, anga yako imekamatwa. Kwa hiyo unaomba tena ifunguliwe hiyo anga, ndio usikie breakthrough ya maombi yako. Asifiwe Yesu. Singine ni ngumu, unasema Mungu, unasikia hata unaacha. Lakini kuna wakati unasikia unaomba na unataka kuendelea, unasikia inaenda. Hapo ndio sasa nafasi yako ya kuambia Mungu vile unataka, kwa sababu akasema ombeni nanyi mtajibiwa, ombeni nanyi mtaomba mtapata. Haleluya. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Mkiomba mtapewa. Mstari wa 7. Soma tu msomaji. Ombeni nanyi mtapewa. Ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Mkitafuta Mungu mtamuona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Tumpe Yesu sadaka nzuri kabisa. Wakati unapobisha kwa maombi, na Mungu atasikia kuna mtu anabisha hiyo milango ya maombi, na itafunguliwa. Mlifundishwa katika shule kupiga kunok, unapiga. Haleluya. Amen. Wewe sienda ukaingia kwa nyumba ya mtu bila kubisha. Kule pwani hawezi kubisha, lakini anasema mwenyewe si ndivyo? Chalo, si ndivyo? Na wewe mzee umekaa huko mwenyewe, yaani ndio asikie kuna mtu, na hiyo ni kubisha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Unapoenda mbele za Mungu, unamuita Mungu kwa jina la Yesu, unabisha. Kwa hiyo naanza kubisha milango, naye anafungua, na akifungua unaingia katika maombi. Tumpe Yesu sadaka nzuri. Anasikia maombi yako, anakuambia ulikuwa unataka nini, amekufungulia. Come in. Unaingia. Come in. Sababu umebisha.
na Mungu anajibu maombi yako vile unataka. Omba tu, kwa sababu wakati unapoomba maombi yako inaenda direct. Haleluya. Amen. Kwa sababu ile pasia ilipasuka wakati wa Yesu Kristo alipokuwa msalabani, alipokata roho. Ile pasia ya hekalu ilikuwa inafunga watu, walikuwa wanatuma makuhani kwenda kutuombea, ilipasuka. Sasa ni wewe mwenyewe lazima uingie katika maombi na uombe kwa imani, na uombe na uabudu Mungu, na uombe na kuomba, na Mungu atakusikia na atajibu maombi yako vile unavyotaka. Amen. Wewe mwenyewe tuenda mbele za Mungu. Pray, 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 pray. Usichoke. Usichoke kufanyia Mungu ibada. That's number 5. Katika points ambaye niko nayo. Kwa kufanyia Mungu ibada ndio inakufanya wewe kukaribia Mungu zaidi na maombi yako kujibiwa. Uwezi kaa nyumbani eti kwamba wacha niombe peke yangu, shetani atakushambulia. Lakini mkiwa na watu wengi unafanyia Mungu ibada, ni roho wa Mungu itakujaza ile nguvu. Umoja ina nguvu. Haleluya. Amen. Na ndio maandiko yanasema msikose kukutana kila wakati kwa kushukuru Mungu. Na ndiyo Yesu na Mungu na Roho Mtakatifu akatenga siku ya 7 ni siku ya kuabudu Mungu. Amen. Akasema siku hiyo imetakazwa na kutengwa kwa sababu ya watu wa Mungu kuabudu Mungu. Amen. Kwa hiyo ni lazima kwako, kwa mtu wa Mungu, uje Jumapili, na wale wanaenda Jumamosi waende Jumamosi, na wale wa Ijumaa na Alhamisi waende hiyo. Wangapi wamekuwa wa Sabato hapo? Sabato? Mekuwa Sabato? SDA? Hata mimi nilitoka huko. Nilikuwa MSDA na nilikuwa mhubiri MSDA. Na nimehubiri kwingi. Nimekuwa mhubiri Catholic. Nimekuwa mhubiri AIC Full Gospel, SDA. Haleluya. Wangapi bado wako pamoja na mimi? Isikupite tu hii. Haijalishi tu hata kama nafundisha polepole, hata kama sigurumi. Mnajua ile kuguruma? Unajua huwa mimi sina style. Unajua mnyinyi mmetoka kama kanisa mbalimbali, na kila mtu alilelewa, pengine ulilelewa kuguruma, ile kubadilisha kitu. Niko natural. Haleluya. So nikikufundisha polepole, jaribu sana kusikia. Nikikufundisha na sauti kubwa, ukasikia. Haleluya. Siku ya 7, unapokuwa katika siku ya 7, katika ibada ya siku ya 7 ya Mungu, usikose, kwa sababu ilitengwa kwa sababu ya siku hiyo wewe kumwabudu Mungu. Haleluya. Ni muhimu sana kukaa katika ibada za Mungu na kumwamini Mungu ndio aweze kukaribia, ile kukaribia wewe. Haleluya. Ukatafuta Mungu na akakukaribia. Kwa hivyo lazima uombe kwa jina la Yesu, na usisahau kuomba kwa jina la Yesu. Point nyingine ni kukemea shetani wakati kwa maombi yako. Amurisha shetani. Shetani, wewe umenitesa, na kuamurisha kwa jina la Yesu, ondoka. Na kuamurisha kwa jina la Yesu, ondoka katika maisha yangu. Maroho ambayo inanifuata, umenitesa shetani, na kuamurisha uondoke katika maisha yangu. Unaamurisha shetani kwa jina la Yesu, na inaondoka. Na shetani akisikia hivyo anaondoka kwa maisha yako. Kwa hivyo usikose kuambia shetani, ondoka kwa maisha yangu.
ondoka kwa maisha ya mtu fulani. Haleluya. Na kumwamini Mungu kwa njia iliyo sawa na kukaa katika mapenzi ya Mungu. Haleluya. Kwa hiyo tukiomba Mungu anasikia. Ukiombea mgonjwa na Mungu anaoponya hapo. Ukiombea mtu mahali fulani, funguliwa kwa kazi, funguliwa kwa biashara, inafunguka katika anga. Ngoja nikufundishe. Sisi tunapigana na roho. Wewe unapigana na maroho ambaye hataki wewe upone, hataki uendelee. Anafunga biashara yako, anafunga kazi yako, anafunga maisha yako iharibike. Ni kule juu katika ulimwengu wa roho. So tunapigana sisi na shetani. Mtu wa Mungu unapigana. Shetani anataka kukuangamiza. Shetani ni mbaya. Shetani akupembelezi, anataka kukurarua. So na maombi yako ukiomba, anakamata katika anga. Ephesians chapter 6. Tuone vile shetani anafunga maombi, anapigana na sisi katika. Hallelujah. Chapter 6. Soma 10. Somaji tusomee 10, number 10, number 11, number 12 and number 13. Tuone vile shetani anakufungia maombi. Ni lazima uwe umejihami katika maombi na kukemea pepo iondoke katika maisha yako, ndio maombi yako iweze kujibiwa. Haleluya. Tunaenda kusoma wa Efeso 6 kuanzia mstari wa 10. Nasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipiga ila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, toeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa diri ya haki kifuani, na kufungiwa miguu utayari upatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya amani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yenye moto na ya yule mwovu. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Tumpe Yesu sadaka nzuri. Haleluya. Sasa unaona vita? Unaona vita sasa? Mnaona vile mnapigana? Anasema utumie nguvu za Mungu, mstari wa 10, ndio uweze kushinda shetani, kwa sababu anapigana na wewe. Number 10. Number 11, 11 anasema uvae silaha zote za Mungu ili uweze kuweza shetani, kumpinga shetani. Ni wakati wewe uko armed, umevaa silaha za Mungu, uko armed, kwa sababu lazima uwe armed, kwa sababu kuna armed forces ambaye inakungojea kupigana na wewe. KDF jeshi hili la Kenya. Sasa hii ni KDF ya huko, wamejiham, wanaitwa armed forces. Haleluya. Sasa ndio uweze ile mashetani ambaye wamekungojea. 11 anakasema ya kwamba uvae silaha zote za Mungu uweze kuzipinga hila za shetani, uongo ya shetani, magonjwa ya shetani, kuvunja madhabahu mabaya. Ni wakati umekuwa armed kwa uwezo wa Mungu, kwa power ya Mungu, kwa jina la Yesu.
rahisi sasa maombi yako kupenya. Haleluya. Kwa sababu hii vita ionekane na macho, ni spirit and spirit. Mnapigana katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu tunataja kwa kinywa na kwa imani ya roho, naye maombi yetu ili ijibiwe, ni lazima tuwe tumepigana na shetani. Na kuvaa silaha za Mungu ni kuomba na kujitakasa na kuomba na kuomba. Hata ukiwa nyumbani ukiona maombi yako haiendi sawa, ita tu familia yako, mwanze kuimba kwanza, ndio anga iondolewe kwanza, ile maovu kwanza, kwa sababu huwa imejifunga kama mawingu, inafungwa. Unataka kuinua tu kuomba hivi, unasikia kuna kitu haiendi. Hata saa zingine kuombea chakula ni ngumu. Unakuta ushachovya sukuma na mchicha, ushakula tu. Ni kwa sababu anga ya maombi hakuna. Haleluya. Amen. Hebu kuja wewe, toka hapo uje hapa. Wewe uende mahali huko. Nataka kuwatawanyisha nyinyi watatu. Mmoja akuja hapo, mwingine aende mahali pengine, mmoja abaki hapo. Haleluya. Amen. Tawanyeni, msikae pamoja. Wewe baki hapo. Mpatie mwingine nafasi, wao mbali hao wasichana wasikae pamoja. Mwingine akae hapo. Namna hiyo. Wakati unaposikia roho yako utaki kuomba, ile wingu imekuja juu yako, na pengine ulikuwa umetukana, kwa sababu huwa mnatukana tu, wewe unaongea vibaya, hata kwa nyumba naongeleshana vibaya tu. Penda wewe, ulikuwa unasema nini? Hiyo roho iondoke kwa jina la Yesu. Ukiona tu namna hiyo, ukemee hiyo kitu ya kuongea vibaya kwa nyumbani. Wewe ulikuwa unasema nini? Yaani unaongelesha mwenzako ukiwa kuna kitu kimefura. Kwenda wewe. Ama kama utaongea kwa njia sio sawa, tafuta amani kwa maongezi wako. Na hata pressure inaweza kukushika bure juu ya mtu, ukakufa tu. Sikia uchungu juu ya mtu. So wakati umesikia uchungu na wewe ni Mkristo, unataka kwenda mbele za Mungu, anga yako iwe imefungwa. So ni kufungua kwa jina la Yesu. Unatubu kwanza, inafunguka, na unaimba, unaanza kuimba, ile inaondoka, ile inatoka kwa anga yako. Halafu wewe unakuwa sawa. Tumpe Yesu sadaka. Kwa nini Yesu anasema tafuteni? Haleluya. Amen. Maombi ya kujibiwa inaandamana na sadaka na dhabihu na kutoa, ili wewe uweze kujibiwa maombi yako kwa haraka. Amen. Sasa hapo ya kutoa ndio tuna fail, kwa sababu kuna ungumu ya kutoa kitu ulicho nacho kwa sababu ya maombi. Number 6. Yale tunapofanya, tunaomba na kutoa sadaka ili maombi yako iende kwa haraka, na Mungu anasikia, kwa sababu Mungu hupenda kitu ambacho uko nacho. Unampa, nimetoa hii kitu, dhabihu na sadaka hii, kwa sababu ninataka Mungu anijibu maombi yangu hivi. Haleluya. Amen. Na ndio mnaona mnatoa sadaka hii. Sasa hapo katika mwanadamu, shetani huogopa sana maombi ambaye imetolewa sadaka. Tangu mwanzo hata saa hii, maombi imetolewa sadaka hawezi karibia, kwa sababu sadaka ni moto,
dhabihu ni moto, fungu la 10 ni moto. Hawezi karibia kwa sababu ina nguvu mbele za Mungu. Kwa sababu umetoa, kwa sababu unataka maombi yako ijibiwe mara moja. Na ndivyo wakati mnatoa sadaka. Usitoe sadaka kwa sababu sasa ni wakati wa kutoa sadaka. Wa kutoa sadaka. Unajua mimi nilikuwa kiongozi katika Catholic. Sasa ndio nilikuwa katekista. Sasa ndio wakati wa kutoa sadaka. Kila mtu aanze kujifikirio. Toa ndugu, toa dada, chona cho wewe, kila wanakuona. Tumpe Yesu sadaka nzuri. Haleluya. Amen. Sio hiyo. Tulikuwa tunatoa tu kwa sababu ni lazima uweke tu pingili unatupa hapo pingili. Yaani hata ujui ni nini. Hata saa hii uende wewe ujui unatoanga sadaka kwa sababu gani? Kama ujui maana yake usitoe, wacha. Hiyo umerusha tu hapo, haina maana yote. Pingili. Bana. Toa kama umeombea, ninatoa hii sadaka Mungu. Ninataka unifungulie njia ya kazi. Ninataka ubariki watoto wangu kwa masomo. Ninataka unibariki na mimi, nataka uiniue kutoka kwa hii maisha niende kwa maisha nyingine. Mungu, nimetoa kwa sababu uliponya mtu fulani. Nimetoa hii sadaka kwa sababu ulinitendea kitu fulani. Mungu, ninaomba kazi, ninataka kazi. Unaombea sadaka yako, unaongelesha sadaka yako. Tuko pamoja? Sio toa ndugu. Toa hiyo ndugu na dada hiyo. Toa hiyo. Hiyo haina maana yote. Ni kuombea, utoa kama unajua. Ndio unaona sadaka haipaswi mtu yeyote akule sadaka ijapokuwa ni mchungaji kwani peke yake. Kwa sababu hiyo sadaka imebeba magonjwa. Mwingine anasema nimeombea ugonjwa, ili inashika kwa ile sadaka. Sijui kama mnajua hiyo mambo. Si ndio? Mwingine amesema Mungu ni asante kwa sababu ulifanya hii, inashika ile sadaka. Mwingine anapiga uchawi na hiyo uchawi inakuja inakaa kwa ile sadaka yake. Alafu wewe uibe sadaka ukule, hiyo ugonjwa ingine iko na magonjwa, iko na laana zingine inakupata wewe sasa. Na ndio unaona katika nyumba ya Mungu mwenye anaruhusiwa kula sadaka ni kuhani peke yake. Na kuhani akikupatia wewe hauna shida kwa sababu ametoa kwa sababu yako. Kwa hiyo unapotoa sadaka, ombea sadaka. Fungu la 10, ombea. Kuna kitu inaitwa dhabihu, na hiyo mnakosa kutoa dhabihu. Dhabihu ndio inakufungulia milango yote. Hii nimetoa dhabihu. Abrahamu alitoa dhabihu ya Isaka. Si ndio? Wewe utoe dhabihu kwa jambo fulani na Mungu atasikia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo unapotoa fungu la 10, dhabihu na sadaka na chochote unaongelesha. Na ndio mtumishi hapa nimesikia kwa mara mingi anasema chukua sadaka yako, unenee sadaka yako. Huyo mtumishi nimemsikia mara nyingi. Unenee, anakuambia unenee nini? Ni kwa sababu huwezi kutoa bure. Unatoa kwa sababu. Si ndio? Kwa sababu elimu ambayo watu walifundishwa zamani, walifundishwa elimu ambayo ni tofauti kidogo. Unatoa tu, ujui ni kwa nini unatoa. Omba. Yaani unatoa vitu vyako, unatoa. Na jinsi unavyotoa kuweka kwa hii mfuko, na jinsi Mungu anakubariki. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jinsi unavyotoa sadaka zako, na Mungu anakubariki na anasikia maombi yako. Acts of Apostles chapter 10. Nikimaliza. Inaitwa kwa Kiswahili Matendo ya Mitume. Ndio ujue kuna maombi inajibiwa kwa sababu ya haraka sana ni kutoa. Unatoa sadaka. Unatoa
unatoa mambo yako, unatolea Mungu, mambo yako inaenda vizuri. Haleluya. Chapter 10 mlango wa 10, soma mstari wa kwanza na ya pili na ya tatu. Kitabu ni Matendo ya Mitume 10 kuanzia mstari wa kwanza. Inasema, palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kiitwacho Kiitalia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono waziwazi kama saa 9 ya mchana, malaika wa Mungu akamjia na kumwambia, Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Amen. Tumpe Yesu sadaka nzuri. Sasa unaona, huyu mtu alikuwa kiongozi katika jeshi moja iliitwa Italia. Yeye ndiye alikuwa general commander ya jeshi la Italy, Romanic ama Roman, ndio ikakuja Roman Catholic. Unajua nyinyi hamjui mambo ya zamani wa missionary, ilikuwa inaitwa Roman Catholic kwa sababu inatoka Rome, headquarter ni Rome mpaka sasa. Mahali kuna pope, ilianzishwa na pope moja, kaleta mambo mingi, naitwa Gregory I. Mambo mingi hapo, hiyo sitaki kuingia hapo, ni siku nyingine. Haleluya. Alikuwa ni kiongozi mmoja huyu, lakini alikuwa ni mtu wa kuomba sana. Ninataka nyinyi muwe watu wa maombi. Omba tu, mambo yako itafunguka kwa maombi. Ukilala, ukiwa njiani, ukiwa mahali popote, unaomba. Kornelio aliomba na kutoa sadaka, akajibiwa mara moja. Malaika akatumwa kwake kumwona. Na unajua mitume alikuwa ndio, unajua maombi ya kutoa ina haraka sana, wanakujanga mwenyewe. Kulikuwa na Petro, Yohana na wengine na mitume akina Mathayo, kina Luke walikuwa wakati huo. Sasa wakati malaika alipokuja, ukisoma hapo chini, ndio akaambiwa aende kwa mtu anaitwa Simeoni, mtengenezaji ngozi, atapata mtu wa Mungu anaitwa nani? Petro, ndio wakuje na yeye. So Mungu hawezi kutumana kwa mtu, anakupatia maombi yako direct, anakuletea maombi yako, anatumana malaika aje akusaidie na kuchukua maombi yako. Ameambiwa nini? Maombi yako na sadaka yako yamejibiwa na imekuwa ukumbusho kwa Mungu. Haleluya. Sadaka yako imekuwa ukumbusho, Mungu ameipokea sadaka. Haleluya. Amen. Si kama tuko pamoja? Inua mikono yako kama tuko pamoja. Haleluya. Amen. Akaambiwa sadaka yako na maombi yako imekuwa kwa ukumbusho, imejibiwa maombi, kwa sababu alikuwa anatoa sadaka nyingi. Ama amesema nini? Rudi hapo, rudia mstari wa pili. Alikuwa anatoa sadaka nyingi. Mtu mtaua, ndio mchaji wa Mungu. Mchaji wa Mungu, yani mtu ambaye hako sawa sawa, anaabudu Mungu. Yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi. Alikuwa anawapa watu sadaka na kumwomba Mungu daima. Na akakuwa kwa maombi daima. Nataka msikie hiyo. Rudishieni mawazo yenu na waona. Endelea tu, hujamaliza, endelea msomaji. Na akakuwa kwa maombi daima, kila wakati alikuwa naomba. Omba tu ukiwa nyumbani, uwe mtu wa maombi, uwe mtu wa kwenda milimani. Malizia hiyo.
akaona katika maono waziwazi. Akaona katika maono, yani sio usingizi. Huyu mtu hakukuwa kwa usingizi, alikuwa na keti, malaika akaja akiona kwa macho yake. Kama saa 9 ya mchana. Ilikuwa ni saa 9 ya mchana. Malaika wa Mungu. Malaika akamjia na kumwambia. Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema nini? Kuna nini Bwana? Akauliza kuna nini? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Sala zako na sadaka zako zimefika mbele ya nani? Ya Mungu. Na imekuwa nini? Ukumbusho. Kumbe sadaka zako zinaweza kuwa ni ukumbusho. Tumpe Yesu sadaka nzuri. Yaani Mungu anaweza kukuokoa kwa sababu ya zile sadaka uliotoa. Mungu anaweza akakutoa kwa mahali mbaya, hatari, kwa sababu ya sadaka huo unatoanga. Kwa hiyo usicheze na hizi sadaka ya mifuko hii mnatupa pingili. Yeah, haleluya. Hii inaweza kukupeleka mbali. Haleluya. Ina ukumbusho. Hata wakati unapoomba, kumbusha Mungu, kumbuka sadaka zangu, kumbuka fungu la 10 zangu, kumbuka vile nakutolea, kumbuka vile nilinunua meza, kumbuka vile nilinunua kiti. Haleluya. Kumbuka nilileta kitu kanisani. Na Mungu anakujibu yale unayofanya tu kwa nyumba ya Mungu. Haleluya. Ndugu mmoja ameninunulia hii microphone. Mungu akubariki sana Dominic. Na hii microphone itafanya maneno kwa maisha yako. Kwa sababu hakuna mtu ashaninunulia. Yeye ndio ya kwanza. Microphone huwa amenunuanga mwenyewe. Lakini ajabu, ndugu ameninunulia microphone ya kuhubiri Injili, utaenda mbali. Ukitenda kitu Mungu ukumbuka, kama vile nimekumbuka microphone. Unajua aliona Jumapili nilitapika hapa na mambo ya microphone. Kasema si vizuri mchungaji, akaniletea microphone yenye hainisumbui. Haleluya. Unaona ile ilikuwa inanisumbua. Haleluya. Chochote ambacho unatoa kwa nyumba ya Mungu, Mungu ukumbuka hiyo. Akasema sadaka zako na maombi yako imefika mbele za Mungu na ikawa ukumbusho. Kwa hivyo unapotoa sadaka inatakikana utoe na kunenea sadaka hiyo na unaomba, alafu itakuwa ukumbusho mbele za Mungu. Haya unayatoa. Haleluya. Lakini ukiwa mkono yako iko na glue, super glue, na ndio wengi. Nilifika kanisa letu ila Nakuru ya Pastor Emily, nimekaa tu nikaona wamama wanakuja, wanapanga laini, wengi wanatoa sadaka, alafu anasema nitolee change. Kamwambia hiyo sio sadaka, hiyo ni biashara. Kwa nini usitoe hiyo mingi? Pitia kwa kioski huko, unatoa 100, una change na inakuwa nipatie 10 na 20. Na wewe unatarajia Mungu akubariki. Naenda kwa kioski huko, unasumbuka, hata unachelewa kwa ibada kwa kutafuta nini? Change. Ndio sasa ndio wengine uweka hata mkono mtupu. Sasa ndio watu waone hata yeye anatoanga sadaka. Etegwa. Ukiweka mkono mtupu na wewe utakuwa tupu. Na ndio watu wabarikiwi kwa sababu wanakosa kutoa. Ukitoa tu kwa moyo iliyo nzuri, usitoe nyingi. Usiende kibarua juu ya sadaka. Haleluya. Mimi nilikuwa naenda kibarua juu ya sadaka. Nilikuwa class 7 ya zamani, kwa sababu mimi sijasoma hii 844. Ile ilikuwa inaendanga pole pole. Ile ilikuwa inaenda mpaka form 6.
tukitoka shule tunajua ni Jumapili tunaenda kulimia mtu mahindi ndio tupate sadaka, na pengine hiyo sadaka nilikuwa nalimia ndio hii sasa niko naye, hii mambo niko naye. Haleluya, ndio nipate sadaka. Na tulikuwa tunatoa sadaka mingi. 1980 100 ulikuwa unakula na inabaki, unanunua unabaki, unaweza kula wiki moja 100. 1980 100. Nani analinunua kitu 1980 hapa? Ulinunua mzee 1980? Ulienda dukani wewe? Kwani wewe ni wasiwa miaka gani wewe? 1980 ulikuwa, lakini ulikuwa mdogo. Uko ujua pesa. Hiyo 100 ilikuwa kama 1000 ya sasa. Na tulikuwa tukipata 100, hiyo ni ya sadaka. Sadaka huinua maisha yako. Usiangalie ukiwa mchoyo tu na Mungu anakuwa mchoyo. Unasikia Kornelio anaambiwa nini? Sadaka zako na sala zako zimekuwa ukumbusho mbele za Mungu. Hata wengine wenu watoi fungu la 10, mnakula yote. Ulitoa fungu la 10 askari yangu? Wewe umetoa fungu la 10? Nani ametoa fungu la 10? Wewe ulitoa fungu la 10? Ulikula ya Mungu. Haleluya. Wakati mmetoa sadaka hapa hii kwa mfuko hii, na mimi sasa yenu sitoangi hii kwa sababu ni kidogo, inafaa nitoe tena fungu la 10 kwa sadaka zenu ndio mubarikiwe, nipeane kwa mtu fulani. Amen. Lakini mkitupa mapengele, sasa nitatoa ngapi? Ibaki na ngapi yenu ya kusaidia kanisani hapa? Hakuna. Kwa hiyo lazima nitoe fungu la 10 yenu ile mumeweka, niitoe kwa mzee fulani ya kiroho ambaye tuko in touch na yeye, nimpe. Hata mkitoa fungu la 10 nyinyi, hiyo fungu la 10 yako lazima nitoe tena kwa hiyo fungu la 10 nipeane ndio ubarikiwe. Sasa napeana nini? Amtoi fungu la 10. Na fungu la 10 ukipata 20 ni sumuni ama ni ngapi? Sasa inashinda na shilingi 2 tu. Unasema hii ni ya Mungu, unaweka. Si utenge tu ya Mungu, unakamkebe hapo unatupa, ama kamfuko, hiyo ni ya Mungu. Nimeenda nimepata shilingi 100, unatoa ya Mungu. Ndio ubarikiwe. Haleluya. Amen. Usikose kutoa. Mimi utoa fungu la 10 zangu na nimebarikiwa. Ukiwa na gamu super glue, mkono yako ni ngumu kutoa, yani kutoa tu unaona uchungu, naye Mungu anasikia uchungu kwako. Kuna mtu anaitwa Kornelio, huyu alijibiwa maombi kwa sababu sadaka zake zimekuwa katika ukumbusho. Haleluya. Amen. Ukiwa ya kupimia Mungu, nawe atakupimia. Ukileta shilingi 20 hapa, sasa utapewa baraka ya shilingi 20. Unajua mjui? Haleluya. Amen. Kiwi kwa sababu tunapimia Mungu. Ni aibu na watu wanaangalia huko. Haleluya. Tueni tumikia tu Mungu. Unasema unainuliwa kama Kornelio, unabarikiwa na Mungu. Asifiwe Yesu. Amen. Lakini ukiwa tu nanyi mmerudi nyuma kwa sadaka, kwa sababu niliangalia kwa account. Unajua hizi vitu zinaendanga kwa account nikaona kwa miezi 2 amoja ifikisha 2000.
1,500, 1,800, hamujafikisha 2,000. Na sijui nike Kioru, kwa sababu mlikuwa mnafikisha sadaka nyinyi 5,000 hapa, na ndio naona hizi viti zilinunuliwa na sadaka zenu hizi na vitu zingine hapa. Mlikuwa wachache mnafikisha sadaka 5,000, imekuja mpaka 1,800. Ni roho gani imeingia tena? Situtubu kwa hiyo kuanzia leo. Haleluya. Sadaka ilikuwa inafika 5,000 hapa, 4,000, ikiwa kidogo 3,100, lakini sasa imerudi mpaka 1,000. Hii ni 1,000, I think 1,000 na kitu. Ni kwa sababu mnaanza, na nilijua kwa sababu gani. Watu wa Nairobi hakuna mtu ananipigia simu akitaka maombi. Nyinyi wote Mombasa, Nakuru, Tanzania na hizi za nje ndio naombeanga sasa. Nyinyi mlitosheka, shetani akawafunika, hata maombi amtaki. Sasa mnaona hii ndio masao sasa. Sasa tufanye nini? Umeahidi Mungu kitu, ukiuza leta hapa, ndio Mungu akubariki, sababu umenena katika madhabahu ya Mungu. Haleluya. Kwa hiyo saa ingine wakati tunataka kutumikia Mungu katika maombi ya kutoa, unajibiwa haraka, lakini ukiwa mchoyo, nawe Mungu anakuwa mchoyo. Fungu la 10 zako usikule fungu la 10. Toa ndio ubarikiwe. Wakati unapoomba, tunafundishwa juu ya kuomba. Maombi ya Kornelio ikasikika kwa sababu ya kutoa. Kwa hiyo hii ni maombi number 7 katika point ambayo inamalizia. Kwa hiyo ukitaka maombi, kimbia haraka na unaomba, unatoa. Hata Yesu alitoa sadaka, wakamjaribu na Kaisari, naye akasema Kaisari mpe yake na Mungu mpe yake, si ndio? Kwa hiyo Kaisari ni nani? Kaisari ni Kaisari ni William Ruto na serikali yake, si ndio? Sisi tunatoanga tax, kodi, na umpe Mungu yake. Hebu kosa siku moja bila kutoa kodi sokoni, vile utafanyiwa. Si mnajua vile municipal anafanyanga? Hiyo ni kodi, lazima utoe. Akasema umpe yake na ya Mungu umpe Mungu. Sasa nyinyi huwa mnapimia Mungu sasa, na ndio wenye kukubariki, anabariki hiyo kazi, anainua hiyo kazi. Wangapi wako na biashara hapa? Inua mikono tu kama unafanya biashara. Inua mikono yako tu kama una biashara, hata kama ni ndogo. Inua tu mkono. Nyinyi wengine mmeajiriwa kazi, mubarikiwe, hiyo biashara zibarikiwe kwa jina la Yesu. Na wale wameajiriwa kazi, inua mikono. Mubarikiwe sana. Hiyo kazi iongezwe na mubarikiwe sana. Katika jina la Yesu. Na wale wanatafuta, wewe hujainua mkono na wewe umeinua. Haleluya. Nyinyi mnatafuta kazi, mbarikiwe sana. Na hizo mabiashara zibarikiwe, ziinuliwe kwa jina la Yesu. Na wabariki katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hivyo fungua baraka yako katika maombi. Omba. Simameni kwa jina la Yesu.